uwe mchangamfu kwa sababu ya nidhamu. Kitu cha pili, ushirikiano. Wanafunzi mnatakiwa lazima muwe na ushirikiano. Sio wanafunzi amutengeneze ushirikiano, wanafunzi amutengeneze ushirikiano. Mwanafunzi leo form 1 anakuja form 4, bwana kaka, bwana mimi mwalimu kafundisha pale sijaelewa, naomba unisaidie. Wewe unampota, wewe kinyoya bwana, nifundisha nini hapo? Kwa nini sasa nyinyi kwa wanafunzi nini? Na hapo tena zero haiwezi kufanya. Ushirikiano ni kitu muhimu. Kitu cha tatu, bidii na kujituma. Bidii na kujituma. Jamani, ndugu zangu, mimi hapa napita sana barabara hii Singino, Matandu, yaani kuna kitu ambacho kinanifikisha sana. Sasa sijajua tatizo, wanafunzi wanaokaa Matandu au Singino hawana bidii. Ukipita pale saa 4 mwanafunzi utakuta kakaa pale anasubiri gari aje shule. Hii maana yake inaonyesha nini? Inachoonyesha kwamba wanafunzi hamna bidii. Ili bidii iwepo, mwanafunzi saa 11 umeshaamka mapema, upo stendi, gari ya kwanza ikija na wewe umo, unafika shuleni unakuta mwalimu bado hajaanza kufundisha. Sasa wewe mpaka saa 6, saa 5, saa 4 upo stendi. Jamani, wanafunzi bora tunaopata hapo? Zero tutaikosa hapo? Lazima jamani, wanafunzi tubadilike, tuweke bidii. Jambo la 4 jamani, wanafunzi wenzangu, udadisi na ubunifu. Mwanafunzi bora anatakiwa awe mdadisi na mbunifu. Mwanafunzi utakiwi kujifungia. Mwanafunzi unatakiwa lazima ufunguke. Mwalimu amekuja darasani, amefundisha, hujaelewa usiwe bubu, ili kuepuka zero. Hujaelewa usiwe lazima uende kwa mwalimu. Mwalimu, kwa muda wako, mwalimu pale, bwana ulikuja darasani umefundisha mada kuhusu reproduction. Sasa mwalimu, ile reproduction inaeleza in the system of to building human materials, lakini bodi pale unaposema to building human materials ndio nini? Naomba tafadhali nielekeze. Kwa hiyo ndio unaonyesha bidii. Lakini sasa leo wewe umekaa, mwalimu kafundisha, uindadisi. Wanafunzi wenzangu, mimi mwenzenu, rafiki wenu wa elimu, napenda sana wanafunzi tubadilike, tusijifungie, tuwe wadadisi. Mwalimu akija anafundisha, basi lazima tuwe nini? Wadadisi. Tusiwe tunaogopa. Mwalimu atakiwe kuogopa. Mwalimu ndio mzazi. Mimi nasema mwalimu ndio mzazi namba 1 katika mazingira ya kutunza sisi wanafunzi. Mfano leo wewe unaamka saa 12 nyumbani, unakuja shuleni kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni. Uko na nani? Uko na mwalimu. Kwa hiyo mzazi anakuwa na muda mchache sana. Kwa hiyo leo ukimwogopa mwalimu, maana yake tafsiri hiyo sasa wewe unajitilia chini. Wanafunzi jamani, tusiogope, tusimwogope mwalimu. Mwalimu anatakiwa kuheshimiwa, haitajiki kweli kumwogopa. Mwalimu aheshimiwe, mwalimu aheshimiwe. Jamani, sifa ya 5 ni utiifu. Utiifu. Wanafunzi wenzangu, tuwe watiifu. Tuwe watiifu. Hali hii utiifu kumfanya mwanafunzi majukumu yake kwenye jamii, kwa wazazi, shule
shuleni na wanafunzi wenzake. Hali hii inamfanya kuwa mwanafunzi bora. Lakini leo wewe mwanafunzi, mwalimu anakuita unakwepa. Wewe mwanafunzi, mwalimu anakuelekeza unavimba. Haikusaidii hata siku moja. Inatuharibu. Utiifu ndio kila kitu. Wala njoo Mwajuma, unakwenda bana hivi na hivi kama mwalimu mwelekezi. Kwa hiyo lazima tuwe watiifu. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu